Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Shinyanga, Shekhe Habibu Ismail Makusanya, Mheshimiwa Katibu wa BAKWATA mkoa wa Shinyanga, ndugu zangu wajumbe wa mkutano mkuu wa JUAKITA BAKWATA mkoa wa Shinyanga, waalikwa na waandishi wa habari, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, kwanza mimi naitwa Burhani Mohamed Amri Mlau, ni afisa katika ofisi ya katibu mkuu wa BAKWATA Taifa, na siku ya leo nimekuja hapa kwa ajili ya jambo moja tu la uchaguzi, ambao mimi ni msimamizi mkuu wa uchaguzi katika mkoa huu wa Shinyanga. Na uchaguzi huu ilikuwa kwenye ratiba yetu, ilikuwa inaanza tarehe 15 na 16, kwa maana ilikuwa kuna chaguzi tatu. Ilikuwa JUAKITA, JUBIKIBA na BAKWATA, viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Lakini baada ya kukaa baraza la ulama likawa limefuta uchaguzi wa JUBIKIBA, limefuta na wametoa kabisa. Ina maana hakuna JUBIKIBA. Hata wale katibu mliowachagua kuanzia ngazi ya wilaya, kata, wilaya, msikiti, haipo tena. Hapa iliyopo ni viongozi wa BAKWATA pamoja na JUAKITA. Basi mpaka hapo baadaye watakapokuja kukaa mkutano mkuu ili wairekebishe ile katiba, ili tujue watakwepo au ndio itakuwa wamefutwa moja kwa moja. Ndugu zangu, nimekuja hapa kwa ajili ya kusimamia uchaguzi wa ngazi mbili, JUAKITA na viongozi wa BAKWATA. Mkutano kanuni ya JUAKITA ya kwanza ya mwaka 2024, kanuni ya JUAKITA ya kwanza ya mwaka 2024 ina vikao vitatu kwa mwaka. Kikao cha kwanza ni cha mwaka, kikao cha pili ni cha kawaida, kikao cha tatu ni cha dharura. Maana natakiwa mzingatie, ukiingia kwenye uongozi huo unajua kanuni ya kanuni ya JUAKITA. Hiyo sio katiba, ni kanuni. Katiba ni moja tu, kanuni. Kwa hiyo na hapa tulipo siku ya leo ni mamlaka ya mkutano mkuu wa mwaka, mamlaka ya mkutano mkuu wa mwaka ambao mamlaka yake ni kumchagua mwenyekiti, lakini na kuthibitisha uteuzi wa katibu wa mkoa, lakini pamoja na kumwajiri mhasibu. Ni kazi yenu, mhasibu anaajiriwa na kuendelea, lakini mimi narudia hapo muhimu. Na katika makatibu, ndio maana wale hawajazi fomu, makatibu kuanzia ngazi ya wilaya, ya mkoa na ya taifa wanateuliwa na katibu mkuu. Kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na taifa, JUAKITA wanateuliwa na katibu mkuu. Lakini JUAKITA, mwenyekiti wa JUAKITA na makamu wake wanateuliwa na Mheshimiwa Mufti. Mwenyekiti wa JUAKITA na makamu wake anateuliwa
na nyinyi mnaye makamu. Ukisoma kanuni, yupo makamu mwenyekiti. Kwa hiyo natakiwa mlifahamu hilo, ili mjue leo tuko kwenye uchaguzi huu, na wapiga kura wa mkutano mkuu wa mwaka wa leo, nadhani inajulikana, kutoka wilaya wanakuja watu 4, lakini mkoa wanakuwa watu 3 kama mnavyojua. Maana mkishamaliza uchaguzi, inatakiwa kila mmoja kiongozi awe na kanuni, ili asije akaenda kinyume, kwa sababu migogoro inasababishwa na kuingiliana kwenye madaraka. Mtu anakuwa mwenyekiti, anataka afanye kazi ya katibu, katibu anataka afanye kazi ya mwenyekiti, mwenyekiti anataka afanye kazi ya mhasibu, mhasibu anataka afanye kazi. Ndio maana mkishaingiliana pale, mkikaa kikao, ndio mnaanza migogoro. Kwa hiyo inatakiwa muzingatie sana kanuni, na kwa ujumla mpate kila mmoja kanuni. Ziko kwa makatibu wa mikoa, anaweza mkafika pale akawatolea, akawaprintia, ukawa ukapitia kwenye sehemu ambazo muhimu za kwenu ili uzingatie. Na katika uchaguzi hapa tulipo, sio sehemu ya ukisimama uanze kupiga kampeni. We pambana kivyako. Na uchaguzi, uelewe uchaguzi unadumu miaka 5. Kwa hiyo unapochagua, usije ukapeleka mtu alafu akaja akakusumbua ukaanza kuomba miaka 5, mbona mirefu? Chagua mtu ambao nyinyi mnajuana. Mimi simjui mtu hata mmoja. Nyinyi mnajuana kwamba huyu tukimpa nafasi hii atatusaidia, atatufikisha. Sababu watu wengine wanachaguliwa kwa manufaa yake. Anataka JUAKITA imsaidie, yani imnyanyue. JUAKITA ndio imfanyie kazi, sio yeye aitumikie JUAKITA. Kwa hiyo uchaguzi huu, ukishachaguliwa kiongozi, unadumu miaka 5. Sasa miaka 5 ile isije ikawa moto, maana watu wengine ndimi zao ni mwiba, anakera kila wakati, anafanya nini. Lakini nyinyi ndio mnajuana. Usiseme namchagua huyu ndugu yangu, huyu namchagua rafiki yangu. Angalia kwa manufaa ya maslahi ya Uislamu na Waislamu. Useme hapa tutafanikiwa hata tukifanya nini. Ina maana anatakiwa muelewe Mheshimiwa Mufti anataka nini, na kauli mbiu yake inasema watu wajitambue, wabadilike, waache mazoea. Hii kauli, kila kauli ina maana nyingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa ni uchaguzi. Mimi sina hutuba, ila ni maelekezo tu, kwa sababu hutuba ameshamaliza shekhe wetu wa mkoa. Kwa hiyo hapa, baada ya maneno machache na maelekezo hayo machache, nina majina ambayo yametoka kwenye baraza la ulama. Maana nyinyi mmejaza fomu, baraza la ulama wanaenda kupitisha kutokana na alama zenu, kutokana na alama mlizowekewa. Hapa ni nafasi hizi zilizopitishwa. Ukiona huu ni muhuri wa makao makuu wa katibu wa Mheshimiwa Mufti, maana ni original. Unajua uchaguzi wa sasa tunakwenda na teknolojia, yani kisasa. Zamani ilikuwa analeta tota, ukiandikia pale unakuja kuwadanganya watu. Sasa huwezi kudanganya, hii imekuja ilivyo. Na majina ni wasomee ili tuendelee kwa nafasi. Nafasi ya mwenyekiti wa kamati ya JUAKITA mkoa, jina la kwanza ni Amina Madua Ali. Namba 2, Hadua Donald Kayomba. Namba 3,
Zura Ramadhani Selemani. Majina ndio yaliyorudishwa, mjitambue kabisa. Nasoma ili kabla kuja kuwagawia karatasi za kupigia kura, nasoma muelewe majina yaliyotoka kwenye baraza la ulama chini ya mwenyekiti mufti. Nafasi ya wajumbe wa kamati kuu ya JUAKITA taifa, majina yako matatu: Salma Abdul Ali namba 1, namba 2 Hawa Ismaili Ali, namba 3 Saada Muhamedi Salehe. Maana hapa kura ni sehemu tatu tu, nafasi ziko tatu. Namba 3 yenyewe wajumbe wa kamati ya JUAKITA mkoa wa Shinyanga: Aisha Hamadi Maneno, Amina Francis Mwandu, Hamisa Ramadhani Katambi, Hawa Ismaili Ali, Ida Tandala, Hadija Hamisi, Leila Mahamudu Hamadi, Mariamu Amoni Mwalukunga, Mariamu Yusufu Ali, Nashfati Mrema, Nasrati Joakim Njomango, Msimbo Hasani Salum, Nyamizi Salumu Musa. 13 hapa. Mmeshanielewa simeeleweka majina haya Lakini katika hawa, katika kupiga kura sasa tunaenda moja kwa moja maelekezo. Sawa? Katika kupiga kura kuna sehemu ukipewa karatasi liko hivi, yako makaratasi hapa utagawia. Pale kwenye mwenyekiti utatia tiki moja tu. Ukitia 2 au 3 kura yako imeharibika. Maana mwenyekiti anatakiwa atoke moja. Yaani utie tiki moja tu mnayemtaka. Nyinyi ndio mnajua hapa nani hapa. Mimi najua huyu anafaa, huyu hapa. Wote mnafaa, lakini utendaji. Wote sisi binadamu tunafaa. Na Mwenyezi Mungu anajua huyu ndio anafaa kwa sababu mcha Mungu ndio bora, au sio? Sasa tuna hapa kwenye majina haya ya nani? Wawakilishi. Wawakilishi wanatakiwa hao watatu. Kwa hiyo hapa mnatia tu tiki unayopenda wewe. Ukiona huyu anakufaa unaweza kutia moja, ukiona nani wote sahihi piga tiki, au sio? Haya, wajumbe. Hao wajumbe unatia wako 13 hapa, tunatakiwa tubaki na 10 tu. Sawa? Kwa hiyo ukitia tiki usitie wote 13, kura itaharibika. Mnaweka tiki watu 10 tu. Sawa ndugu zangu? Hapo tumeshaelewana. Sasa ukishamaliza karatasi zenyewe mtapata kama hivi hapa. Unaona? Kama hivi hapa. Kila mmoja anapata karatasi hili. Tunaona? Lina muhuri. Kama halina muhuri rudisha. Maana hilo ni fake. Maana hii imegongwa kule. Alafu utaweka hapa wako 13, utaweka 10 tiki. Na huku ziko hizi za nani wajumbe hawa watatu utaweka hivyo. Kwa hiyo sehemu zote zinakuja hivyo. Sasa katika kupiga kura mkishagawiwa karatasi unajaza, atakuwa unaikunja ile karatasi, usiache hivi. Ukishaikunja unaenda pale, unaona pale kwenye nani ya kijani peke yako, maana mwezi kunani wote. Ukienda pale ndio unaenda kupigia kura pale, sio unapiga hapa ulipokaa, unaenda kupigia pale ya siri, kura ya siri. Maana mkikaa hapo wawili mtaanza kunaonezana, tumpe huyu, msishawishiane. Yaani kila mmoja anaenda pale anapiga anavyojua. Mkikaa hapo wote mtaanza kunaonezana, tumpe huyu, tumpe
kila mmoja kura ni hiari ya mtu. Kwa hiyo baada ya kumaliza box litakuwepo, tutakubaliana hapa tuanze na nafasi gani. Box litaenda pale, kama tunaanza na mwenyekiti litaenda pale, na wajumbe litaenda pale, litaenda pale. Kwa hiyo maelekezo haya ni muhimu, tuende haraka haraka tumalize. Tunamaliza nafasi 3. Tukishamaliza nafasi 3 tutawapa maelekezo ni kwamba kila wale waliogombea watatoa mwakilishi wa kuja kuhesabu kura. Mwakilishi, kama umwamini mtu yote, njoo mwenyewe. Wewe uliopiga njoo, wewe uliogombea njoo mwenyewe, usimamie mwenyewe. Kama unaamini mtu basi mpe, lakini hapa tutachagua watu 2 au 3. Mtawachagua watu 2 ambao watakuwa wanahesabu kura. Mtawachagua nyinyi upande wa wanawake, kwa wanaume hapana, na nyinyi mtakuja kuteua wa kwenu. Kwa hiyo tutapata watu 2. Baada ya kumaliza tutachagua ile kamati ya kuhesabu kura, inaitwa kamati. Watu 3, sio 2, witri 3, au sio? Ndugu zangu, kwa maelezo haya sasa nadhani mmeshaelewa. Uchaguzi mkuu una ajenda hii, ni ya uchaguzi tu. Hata kama unajua huyu mtu wa kwanza alikuwepo alishaharibu, huwezi kunyanyua useme huyu mzee alitukoseaga, aliiba. Hiyo haipo. Ni nyinyi mtapiga kura, huyu hafai, anafaa, hafai, anafaa. Mikutano yetu hii, mkutano mkuu wa uchaguzi, ajenda yake huwa ni moja, lakini hii mikutano mingine ya kawaida kama nilivyowasomea hapa, mikutano yenu mitatu, hiyo ndio unahoji na mnatoa taarifa hivi na hivi, huyu kwa mnakosoana. Huu ni moja kwa moja, au ajenda yake ni hii, ni moja tu. Nadhani kufikia hapo mmeshanielewa, sawa? Sasa ile kamati ile ya kusaidia kuna nini, ndio waje wagawe. Tumeshamaliza. Kwanza tuanze na